Mtu ambaye ameoshwa katika maji hiyo hana tena uchafu, hana tena uchafu. Mtu ambaye ameoshwa katika mto huo hana tena uchafu. Yule muuaji hapo msalabani aliyemtambua Bwana aliokolewa na akaoshwa kutoka dhambi zake, akaoshwa kutoka dhambi zake na akawa pasipo uchafu. Na mimi mwenye dhambi nina neema ya kuishi mambo hayo moja. Tangu nipoona mto huo kwa imani, nyekundu kama vile damu kwenye msalaba wa Golgota, ninasifu kifo cha Yesu. Ninasifu kifo cha Yesu. Ninasifu kifo cha Yesu. Ndani ya roho ninachukuliwa mpaka Golgota na nasifu kifo cha Yesu. Damu hiyo ya damani haikosake nguvu zake. Leo tena inasafisha na kuokoa na kutakasa. Inasafisha, inaokoa, inaponya na inaweka huru. Leo tena inasafisha, inaponya na kufungua. Tazama katika roho mpaka Golgota. Mwana kondoo wa Mungu ambaye aliyeteseka huku ndani ya kifo na aliyeacha damu yake juu ya msalaba. Tazama msalabani, ni hapo ndipo alitoa uzima wake. Hapo ndipo alipoteseka kwa ajili yako, kifo cha uchungu. Tazama, ni kwa upendo ndiyo aliweza kushitoa kwa ajili yako, ili akuokoe kutoka dhambi na kutoka shimo. Ni upendo wake inaowaka sana kwa ajili ya wote, ndiyo iliyomsukuma ili aweze kutimiza hiyo kwa ajili yako, kwa ajili yetu. Wewe uliyekuwa umeanguka mpaka mbali sana, ili akuokoe kutoka nguvu za dhambi. Oh, tazama hapo msalabani, ni hapo ndipo alitoa uzima wake kwa ajili yako. Alikamata kifo cha uchungu. Tazama katika upendo, ona upendo aliyoshitoa kwa ajili yako, ili akuokoe kutoka shimo na dhambi. Tazama Mwokozi hapo katika rehema zake, akikufa, akiteseka, akichukua maumivu yako. Yeye yule mmoja aliyekufa kwa ajili yako, mwana wa Mungu,
ili akuletee urithi. Kwa moyo wake wa uaminifu, angalia msalabani, ni hapo ndipo alikufa kwa ajili yako ili akutoe kutoka zambi. Kuja mwenye zambi, wewe ambaye unayolemelewa na zambi, amini upendo wa mwana kondoo wa Mungu. Anataka akuponye, anataka akuletee salama yake ambayo aliyotayarisha kwa ajili yako hapo Golgota. Tazama msalabani, ni hapo ndipo alitoa uzima wake kwa ajili yako. Hapo ndipo alipoteseka kifo cha uchungu, na ni kwa upendo kwa ajili yako ndiyo aliweza kujitoa kwa ajili yako ili akuokoe. Basi usikose kuanguka kwa miguu yake ili utambue makosa yako, naye atakukubali na utafurahi kwa furaha ambayo itakayojaa ndani ya moyo wako na rehema ya Mungu. Tazama Yesu ni kwa ajili yako ndio alichukua zambi zako, ni kwa upendo alifanya hayo kwa ajili yako. Alijitoa ili akuokoe toka zambi na kifo. Mbingu ni takatifu, hakuna kichafu kitakachoingia huko, zambi haitaingia. Mahali wa malaika wanakaa. Kama wewe si Mkristo wa kweli, hutaingia. Zambi haitaingia. Zambi haitaingia. Kama haukufe kutoka zambi na kupokea yale aliyofanya kwa ajili yako, hutaingia huko. Unatumainia kwamba baada ya wakati na mwisho utakapofika utaenda mbinguni? Unapasha kuwa umefunguliwa kutoka zambi na kuwa mwana wa Mungu wa kweli, kwa maana huko zambi haitaingia. Zambi haitaweza kuriti mambo hayo. Kama ukufe kutoka zambi, na kama hauwekwe huru, na kama haupokee yale aliyofanya kwa ajili yako, hutaingia mbinguni. Unaishi kama mchafu, unakataa neema ya Mungu, lakini huko hautaingia. Mulango utabaki ukifungwa kwa ajili yako, kwa maana inaandikwa hivyo katika neno la Mungu, ya kwamba huko hakuna kichafu kitakachoingia. Zambi haitaingia. Zambi haitaingia. Kama haukufe kutoka zambi, hautaingia mbinguni. Ona gisa, kwani hatari kama unaweza kuwa umekamata maamuzi hiyo. Kwa maana kama hukamate maamuzi hiyo, utakuwa umepotea huko katika kuzimu. Itakuwa ni mateso na maumivu, lakini itakuwa ni ile ndiyo lichagua, lakini hutaingia mbinguni, kwa maana zambi haitaingia mbinguni.
kama haukufe kutoka zambi hizo na kuwekwa huru kwa ujao, hutaingia mbinguni. Wapendwa ndugu na dada, kwa furaha kubwa na wasalimu nyote katika jina la dambani la Bwana wetu Yesu Kristo, katika makusanyiko haya ya kiungu ya siku ya kwanza ya juma asubuhi. Na nyinyi nyote ambao mnaojiunga, tunawasalimu pia kwa furaha kubwa. Nina salamu za kuleta hapo mbele ya makusanyiko. Kwa upande moja, salamu za Grotno, ndugu yetu Walter, ambaye aliye pia diakoni hapa katika kusanyiko hapa, iko huko, na kusanyiko lote linawasalimu pia, na wewe pia ndugu anatusalimia pia, na tunafurahi sana kwa sababu tunaweza kuwa pamoja nasi hapa. Na pia tunasalimu za ndugu Paulo Nyagi na wandugu na wadada kutoka Kenya, na pia ndugu Friendstein, na pia wandugu na wadada wa Cuba ambao wanatuomba pia ili tuweze kuwakumbuka katika maombi. Ndiyo, huko pia kuna janga kubwa inayofanyika huko, na si vyepesi sana, na ifanyike vizuri kwa namna ya kipesa au kibiashara huko, lakini tunashukuru kwa ajili ya neno la Bwana, na tunashukuru kwa sababu wanaweza kujiunga na wanasikia neno hilo moja tunalosikia, nao wanafurahi pia kwa ajili ya hiyo. Nasi tunafurahi pia kwa sababu ninyi nyote mmekuja kutoka mbali na karibu ili mtutembelee, ndiyo, ili muweze kusikia neno la Mungu, na ili pamoja tuweze kuwa na ushirika pamoja na Bwana na sisi kwa sisi, na pia ili tuweze kushuhudia ya kwamba sisi tuko pamoja. Ndiyo, tunafurahi pia. Kuna wandugu waliotoka mbali pia, wandugu wa Afrika. Tuna hapa ndugu yetu Empel hapa kutoka Ghana. Uhusiano yake pamoja na ndugu Frank ilikuwa ya miaka mingi. Aliweza kutupatia ushuhuda hiyo, tuweza kuisikia sana, na waliweza kujuana, na tangu wakati huo waliweza kuungana pamoja, na Bwana aliweza kumtumikisha. Aliweza kutembea zaidi ya nchi 16, naye anatumikia katika kusanyiko la pahali huko Ghana. Na pia ndugu Emmanuel aliye hapa, Mungu pia ambaye Mungu aliweza kutumikisha katika nchi nyingi, aliweza kukabata pia safari huko Makedonia. Tuna ndugu pia Gilbert wa Paris, kuna pia ndugu Manase na Gilbert wa Lyon huko. Acha Bwana aweze kuwabariki nyote kwa wingi sana, na pia wandugu walio hapa ambao wanaofanya ili tuweze kuwa na retransmission, na iko hapa, wako hapa watafsiri wengi pia wako hapa, na tunafurahi kwa sababu wanafanya yote ili retransmission ziweze kusikana. Nasi pia tunataka tuweze kukumbuka katika maombi. Ndio, kama vile kwaya imekwisha kuimba, tunatazama msalabani. Hapo ndipo Bwana wetu alimwanga damu kwa ajili yetu. Hapo ndipo aliacha uzima wake kwa ajili yetu. Lakini pia mahali pia dhambi zetu zilisulubiwa. Dhambi zetu haziko pamoja nasi tena, lakini ziko huko, zilibaki msalabani. Na katika uhakika huo tunaweza kuishi kila siku na kuweza kushukuru Bwana, kwa maana aliweza kutupatia uzima na kwamba tunaweza kumtumainia. Tunashukuru sana kwa ajili ya jana jioni, kwa ajili ya neno la Mungu tulilosikia, na ningelihitaji ili tu niweze kujibu kwa hiyo na andiko moja ya kwamba wale wote, kila andiko yote livuvyo na Roho wa Mungu ni ya lazima sana kwa ajili ya mafunzo yetu, kwa ajili ya kutukosoa, kwa ajili ya kutengeneza, kwa ajili ya kutujenga, ili mtu wa Mungu ili aweze kuwa tayari, awe tayari kwa ajili ya kazi njema. Na basi acha Bwana tupatie neema yake ili tuweze kuweka neno hili lilovuvyo na Roho kwa matendo, ili neno lake liweze kuwa hai ndani yetu. Ninaomba ndugu Rusi aweze kuja ili aweze kuimba pamoja nasi, na tunasimama kwa ajili ya kuomba, na kisha ndugu Rusi ataweza kuja kuimba nyimbo pamoja na sisi, na kisha tutaweza kusoma neno la kuanzisha. Bwana mpendwa,
wewe Mungu mwaminifu wa milele. Pamoja sisi sote tunakuja tukiwa na shukurani mbele ya uso wako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno la msalaba. Oh, ni nguvu za Mungu. Tunabaki tukifungamana kwa uhakika katika neno la uzima. Tunakushukuru kwa maana tuna neema ya kuweza kusikia neno hili, na kwamba katika wakati huu ulitutembelea katika neema kwa namna inayojaa neema, na kwamba hiyo ndio siku iliyofanya kwa ajili yetu. Wakati tunaposikia neno lako, tunaweza kuwa ndani katika uwepo wako, mahali ambapo wewe mwenyewe unataka utende pamoja na sisi, unataka uweze kushuhudia neno lako. Ndiyo Bwana, tunakuwekea makusanyiko haya katika mikono yako. Utubariki katika wingi wa neema yako. Ubariki wale wote ambao wanaoshunga katika ulimwengu mzima. Ututayarishe kwa ajili ya neno lako, ili tusiweze kurudi kama vitu vilivyokuja, lakini liweze kutimiza yale inayokupendeza. Mapenzi yako yafanyike asubuhi hii. Tunaweka makusanyiko haya katika mikono yako na tunakuomba baraka yako ndani ya jina takatifu la Yesu. Amina. Tunataka tuimbe nyimbo hii ya msalaba. Yesu ananikukuta msalabani, namba 17 ndani ya kitabu cha nyimbo namba 17. Yesu ananikukuta msalabani. Katika Kifaransa kwenye karibu na msalaba, karibu na msalaba, karibu na msalaba, karibu na msalaba, chini ya msalaba kuna bubujika mto chemchemu, namba 17. Na hapo ninapata neema ya ujao. Msalaba takatifu, msalaba mtakatifu, ndani yako nina uzima. Ni katika damu ya msalabani ndipo nami ninajiweka. Bwana, damu ya msalaba wako, zambi zangu zimefutwa. Uliyasema nami nayamini. Msalaba mtakatifu, msalaba mtakatifu, hapo ndipo ninajiweka. Ni katika damu ya msalaba wako, hapo ndipo ninajiweka. Ninasujudu mbele ya msalaba wako mtakatifu, na Yesu ndiye nimefanya uchaguzi wangu, na katika yeye nitabaki. Msalaba mtakatifu, msalaba mtakatifu, katika wewe nina uzima. Ni katika damu ya msalaba, hapo ndipo ninajiweka. Mpaka mwisho. Msalaba mtakatifu utakuwa ni tumaini langu. Msalaba mtakatifu, msalaba mtakatifu, ni kwa wewe nina uzima, na ni katika damu ya msalaba ndimo ninajiweka. Msalaba mtakatifu, msalaba mtakatifu, ni katika wewe nina uzima, ni katika damu ya msalaba ndimo ninajiweka. Amina. Ndiyo,
Nilijiuliza wakati poimba hiyo, hapo msalabani, mahitaji zangu zote zinageuka msalabani, na hapo sasa nashukuru, na nahitaji ya kuweza kubaki msalabani. Naamini ya kwamba tuliweza kupata msamaha, tungali tu wanadamu. Nyimbo nasema hapa ya kwamba nilikuja nikitetemeka hapo msalabani, nikikuwa na mzigo wa dhambi na makosa, bila hata msaada. Hakukuja na ujuzi nyingi, lakini alikuja bila hata msaada. Mahitaji zangu ziko wapi? Yote ilienda mpaka kwenye msalaba. Tulienda msalabani, chini ya msalaba. Na jana wakati andiko liposomewa jana, alisema nini? Jana hapo alisema ya kwamba nijiwazia kuhusu mimi, nikajiuliza mimi mwenyewe, nikawaza kuhusu mimi, ninasimama wapi, niko wapi, na si kama vile mtu mwingine kuna namna gani, na si kutazama mwingine, lakini muona gisi mtu wa Mungu wa kweli anasoma yeye mwenyewe neno, na yeye mwenyewe anajikutana, anajiuliza iko neno namna gani kuhusu yeye, na hiyo niguza kwenye moyo, nikaiwaza ndani yangu mwenyewe, nikasema kwamba nina mapungufu sana, na mimi sina hata haki ya kuweza kusimama hapa mbele. Mimi niko tu kiumbe kinyonge sana, lakini wakati poitwa kuimba nyimbo niweza kuja tu, lakini niweza kunigusa sana, kwa sababu ndugu Franke na pia ndugu Brandamu, hao watu wa Mungu wote walikuwa wakijiuliza wako namna gani, nasimama namna gani. Hiyo ni neema. Sasa hitaji yangu iko hivyo, tuliweza kupokea msamaha, tuliweza kuita Bwana. Sisi tu kungali wanadamu, tunataka kama vile nyimbo ya pili tuweze kuimba, ninakuhitaji katika wakati wote, ninakuhitaji kila saa na kila wakati. Namba 18. Ninakuhitaji wewe, mkubwa wa imani yangu. Katika udhaifu wangu kubwa, nitafanya nini pasipo wewe? Kila siku na kila saa ninakuhitaji wewe. Kuja Yesu na ukae pamoja nami. Wakati wa siku ya upepo kubwa na uoga unaponishika na inaregeza bidii yangu, nitafanya nini pasipo wewe? Kila siku na kila saa ninakuhitaji wewe. Kuja Yesu na ukae pamoja nami. O Yesu, uwepo wako ni uzima na salama, salama katika mateso na uzima wa milele. Kila siku na kila saa ninakuhitaji wewe. Kuja Yesu na ukae karibu nami. Kila siku na kila saa ninakuhitaji wewe. Kuja Yesu na ukae karibu nami. Amen. Amina. Ist unser Singen, das ist unser Gebet. Hiyo ni ombi letu, ni hitaji yetu. Tunahitaji Bwana,
na iliyo njema ni kwa sababu alisema, niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Tunamhitaji kila saa, lakini yeye haiko mbali, iko pamoja nasi kila wakati, kila siku zote. Ni uhusiano ya hapo hapo, na hiyo akilindi sana, na tuweza kuingizwa katika hiyo, naye iko pale kwa ajili yetu. Jina lake liweze kusifiwa na kuleta kushukurani. Ningetaka kama vile na kuanzisha niweze kusoma neno moja la Hesabu 25 tangu mwanzo. Hesabu sura 25 tangu mwanzo. Als aber die Israeliten sich in Sittim niedergelassen hatten, fing das Volk an mit den Israeli wakakaa kwa Sitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na binti za Moabu. Mstari wa pili. Kwa sababu waliita watu waende kwa sadaka walizotolea miungu yao, watu wakakula wakainama mbele ya miungu yao. Mstari wa tatu. Israeli wakaungana na Baal Peori, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Mstari wa nne. Bwana akamwambia Musa, toa wakubwa wote wa wana wa Israeli na kutundika kwa Bwana mbele ya jua, ili hasira ya Bwana iondokee Israeli. Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, muue kila mtu watu wake walioungana na Baal Peori. Mstari wa sita. Na tazama, mmoja wa wana wa Israeli akakuja akaleta kwa ndugu zake mwanamke Mmediani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya kutano yote ya wana wa Israeli, wakati walipokuwa wakitoa machozi kwa mlango wa hema ya kusanyiko. Mstari wa saba. Na wakati Fineasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni mkuhani alipoona, akaondoka katika makutano, akatoa mkuki mkono mwake, akafuata Mwisraeli huyu hata ndani ya hema, akawachoma wote wawili, Mwisraeli na huyo mwanamke, kati ya tumbo lake. Hivyo pigo likazuizwa kwa wana wa Israeli. Mstari wa 9. Nao waliokufa kwa pigo lile walikuwa watu 24,000. Mstari wa 4. Bwana akamwambia Musa akisema, Fineasi mwana wa Eleazari mwana Haruni mkohani amegeuza hasira yangu isiwe juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kama wivu wangu, hata sikuangamiza wana wa Israeli katika wivu wangu. Basi kwa hivi sema, tazama, ninampa agano langu la milele, na litakuwa kwake na kwa kizazi chake nyuma yake agano la ukuhani wa milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake na kufanyia wana wa Israeli. Utapata mwisho, utapata upatanisho. Na ilikuwa ni nini? Bwana kwa amekwisha kusema kwa taifa lake ya kwamba kama mnafanya hivyo, hukumu itakuwa juu yenu, na hiyo pia ilifanyika. Lakini Israeli walikuwa wakijua yale ambayo wangepasha kufanya, ni kusema kuweza kutoa kibaya katikati yao, kama vile Bwana kwa amewaambia kila siku, na Musa aliweza kuisema hapa ya kwamba kila mtu aweze kuua kila mtu wa watu wake walioungana na Baal Peori. Nasi tunaona ya kwamba ilifanyika mbele ya macho yao, kama vile Mwisraeli alikuja akiwa na mwanamke wa Mediani na wale wote walioungana na wale, lakini kwa kuwa mmoja peke yao, mmoja ndiye aliweza kuweka katika matendo, mmoja peke yake ndiye aliweza kushikwa na wivu wa Bwana,
na akaweka neno katika matendo. Wote walikuwa wamekwisha kusikia, lakini mmoja akaiweka katika matendo, akakuwa mtiifu kwa neno la Mungu, na kupitia hiyo kuweka katika matendo kwa neno lake, ndiyo hiyo kasirani ya Mungu ikatoshwa katikati ya taifa la Israeli, na Mungu akabariki watu hao. Mtu huyo, acha Bwana atupatie nasi pia neema yake, ili tusiweze kusikia tu neno lake, lakini kuweza kuliweka katika matendo, ili sisi sote tuweze kupokea kutoka kwake yale yanayompendeza. Na tunaona namna gani alivyotembea, alitakasa hekalu, na wakati wanafunzi walipoona, inaandikwa katika Yohana sura 2 kwenye mstari wa 17, walisema, waliwazia kuhusu Zaburi 68 ya kwamba wivu wa nyumba yako unanikula. Hapa haikuwa ikifundishwa kuhusu hiyo utaratibu katika hekalu, lakini aliweka neno katika utaratibu au katika kitendo. Na tuliweza kusikia jana katika neno la mahubiri Matendo ya Mitume sura 11 ya kwamba nina wivu kwa ajili yenu, na ili niweze kuwaleta kwa bwana harusi kama vile bibi harusi aliye safi. Na tunaona ndugu Paulo alikuwa na wivu kwa ajili ya taifa la Mungu, na tunaona katika wakati wetu ndugu Branham alikuwa na wivu kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai, na hao waliweza kushikwa na wivu wa Mungu ili kanisa hilo libaki pasipo mchanganyiko wala tafsiri. Na sisi pia tuliweza kuitwa katika Waroma sura 12 mstari 11 ya kwamba nasi tuweze kuwa na wivu na tuweze kuwaka moto katika roho, na tuweze kuingia katika kazi ya Bwana. Waroma 12 mstari 11. Na hapo sasa pia katika Petro, namna gani anavyosema ndani ya Petro wa pili sura 1 ya kwamba wale wote ambao walioweza kupokea hiyo mazoezi ya kimaajabu, kuweza kupata sehemu katika hii tabia ya kiungu. Na hasa inaambiwa kwao ya kwamba waweze kuweka bidii yao yote, waweke bidii yao yote, waweze kuongeza juu ya imani yao tabia njema, ujuzi, uvumilivu na kujilinda, utawa, upendo wa ndugu na upendo wa wote. Na tunaambiwa kwamba tunapaswa kuweka hiyo bidii zetu zote, kwa maana hiyo makazi mahali zinapopatikana na zinapoongezeka tena zaidi sana, hatutabaki pasipo matunda, na hatutabaki pasipo kuweka maneno la Mungu katika matendo, na kuingia katika ufalme wa Mungu itakuwa ni kubwa sana kwa ajili yetu. Na hiyo sasa tunaambiwa katika wakati wetu, ili tuweze kuweka neno la Mungu katika matendo, ili tusiweze kulisikiliza, lakini iweze kutuweka ndani uzima, ili ndani mwetu kusiwe tena matafsiri na mchanganyiko, kama vile ndugu tuliweza kusikia pia jana katika neno la kuanzisha na katika retransmission ya kwamba ni yeye ndiye Bwana ndiye anaweka ndani mwetu kutaka na kutenda, ili tuweze kumpendeza, aweze kutupatia neema yake katikati yetu, atupatie hiyo uzima ndani yetu, hiyo mekaniki ndani ya dinamiki. Tusimame tuweze kuweka makusanyiko haya kwa Bwana. Bwana Mungu mweza yote, tunakuja kwako Bwana. Uliweza kuwa na wivu kwa ajili ya taifa lako hapo msalabani wa Golgotha. Ulikamata na ukapata ushindi kwa ajili yetu, na kupitia ushindi huo ndio tunaweza kuishi. Tunakushukuru kwa sababu pamoja na wewe ulifanya kuwa hai, na kupitia hizo ahadi zilizo hai, nasi tuna sehemu katika tabia ya kiungu. Utupatia mafundisho, uliweka neno lako katika mioyo yetu Bwana. Tunakuomba ili sasa uweze kuweka uzima katika kazi yako, uweze kutuweka ndani uzima, utupatie hiyo bidii inayokupendeza, ili tuweze kufanya, ili mkono wako uweze kunyoshwa na baraka yako iweze kuwa juu yetu. Hatushaangalie sisi, tunakuangalia wewe Mungu mweza yote, wewe Mungu uliye hai, wewe ambaye katika wakati huu ulipatia neno lilo hai, maana ya damani ambayo tunakuomba. Basi tunakuomba uendelee sasa kutimiza ndani mwetu yale yanayokupendeza, utuweze kutuzungumzia kupitia neno lako, uweze kutupatia uzima. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo, na tunakupatia wewe peke yako heshima, na tunakuomba sasa baraka yako kwa ajili ya retransmission. Amina. Bwana asifiwe na shukuru kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Tunafurahi sana kwa sababu tunaweza kuwa tushaka mjua toka hapa duniani, na kwamba sisi ni wake, na tunajua kwamba alishakalipa deni kwa ajili yetu, na pia hatutakuwaka wageni huko juu,
Hapa akose tumegeuka kuwa wageni tulipokuwa tumekwisha kutenganishwa na dunia na tulipokuwa tumekwisha kumkubali, na hiyo inaumizaka watu na tunageuka kuwa wageni mbele yao, na akose mara nyingi tunaweza kukataliwa na watu, na akose kushindwa kueleweka mbele yao na hata kuweza kuonekana vibaya mbele yao. Lakini tunajua kitu moja, ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza tena kutushika, kwa maana tunajua nani aliyetukomboa, tunajua nani aliyetuweka huru, tunajua nani aliyetuita, nani aliyetukokota kwake. Na ndio maana tunaweza kujilinganisha na nyimbo hii inayosema ya kwamba kuna muji katika nuru ya mbingu iliyotayarishwa na Mwokozi wangu, na muji huo ulishaka tayarishwa vizuri vizuri huko. Na Bwana wetu alisema ndani ya Yohana 14 mstari wa 2, ninakwenda kuwatayarisha mahali na nitarudi ili niwachukue pamoja nami. Nasi hatutakuwa wageni huko. Ni neema gani ya kuweza kuwa huko, nasi tunatarajia ili tuweze kuwa huko. Na tuliweza kusoma siku ya 3 iliyopita au siku ya 6 ndani ya mahubiri ya ndugu Branham, namna gani alivyochukuliwa huko juu na namna alivyoweza kuona wale wote ambao waliokuwa wameweka matumaini yao ndani ya Mungu aliye hai, na namna gani alivyoweza kuwaona wote. Na anasema ya kwamba walikuwa mamilioni na furaha ilikuwa ni kubwa sana. Ndugu na dada, furaha itakuwa ni kubwa sana wakati waliokombolewa watakapokuwa pamoja na waliokombolewa. Hatuwezi hata kuwazia au kushika itakuwa namna gani, lakini itakuwa ni kitu fulani cha ajabu. Maziki zote ambazo tunavuka ndani hazilinganishwe na yale ambayo inayotungoja huko ndani ya utukufu huo. Kuna kitu kilichotayarishwa kwa ajili yetu huko. Ningetaka niweze kusoma andiko moja la Zaburi 95 mbele ya maombi ya sisi sote pamoja, na kisha ndugu Frank ataweza kukamata neno akose. Tutaweza kusoma Zaburi 95 ambayo iliyo Zaburi ya damani sana, na ambayo tunajua sisi sote vizuri, lakini hii mwito inatuita sisi sote na akose kwa waamini wote katika vizazi vyote. Mstari wa kwanza: kujeni tuimbie Bwana, tufanye shangwe kwa mwamba wa wokovu wetu. Naamini ya kwamba sio tu wakati tukapokuwa huko juu, lakini pia hapa tunataka tuweze kushangilia Mungu wetu, tunataka tuweze kufurahi mbele ya mwamba wa wokovu wetu, kwa maana tunajua ya kwamba alifanya mambo mengi kwa ajili yetu. Na sasa kama waliokombolewa waweze kufanya hivyo, nani anaweza kufanya hivyo? Lakini tunaweza kufanya hivyo, na ndio maana tunakusanyika bila kuchoka. Tusikuje mbele yake na manunguniko na kuugua au na kulialia, lakini ninasemeka hapa mbele, mstari wa 2, tuje mbele yake kwa asante. Na hiyo ndio tunataka tuweze kufanya, wapendwa. Tuingie mbele ya uso wake kwa shukurani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Mstari wa 3, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkubwa na mfalme mkubwa juu ya miungu yote. Mstari wa 4, mabonde yote ya nchi ni mkononi mwake, na pahali pa juu pa milima ni pake vile vile. Mstari wa 5, bahari ni yake, naye aliifanya, na mikono yake ilifanya nchi kavu. Nasi tunaiona kwa macho yetu, inaandikwa hivyo, na hiyo ni ukweli, na hiyo ni uhakika. Yale ambayo neno nasema ni siku zote ni ya kweli. Mstari wa 6, kujeni tuabudu na kuinama, tupige magoti mbele ya Bwana mwenye kutuumba. Mstari wa 7, kwa maana yeye ndiye Mungu wetu, nasi ni watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Leo kama mungesikia sauti yake. Mstari wa 8, msifanye moyo wenu migumu kama kwa Meriba, kama kwa siku ya Masa jangwani. Mstari wa 9, wakati baba zenu waliponijaribu, wakanipima na kuona kazi yangu. Mstari wa 10, kwa miaka 40 nilihuzunika na kizazi kile, nikasema ni watu waliopotea moyoni mwao, wala hawakujua njia zangu. Mstari wa 11, kwa hivi nikaapa katika hasira yangu ya kuwa hawataingia katika raha yangu.
Ningetaka kose kusoma tena Waebrania sura 3. Kwanza kwa mstari wa 7. Waebrania 3 mstari wa 7. Hivi kama Roho Mtakatifu anavyosema, leo kama mutasikia sauti yake, mstari wa 8, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha, kama siku ya kujaribu katika jangwa. Mstari wa 9, wakati baba zenu waliponijaribu na kunipima, wakaona matendo yangu miaka 40. Mstari wa 10, kwa sababu ile nilikasirika na kizazi hiki, nikasema, wanapotea siku zote katika mioyo yao, na hawakujua njia zangu. Mstari wa 11, kama nilivyo hapa katika hasira yangu, hawataingia katika raha yangu. Mstari wa 12, angalieni ndugu zangu, asiwe katikati yenu mmoja mwenye moyo mbaya wa kutokuamini, wa kujitenga na Mungu aliye hai. Mstari wa 13, lakini monyane kila siku ingali inapoitwa leo, ili hata mmoja wenu asifanyike mgumu kwa udanganyifu wa dhambi, kwa sababu tumekuwa washiriki wa Kristo kama tukishika na nguvu mwanzo wa kukiri kwetu mpaka mwisho. Mstari wa 15, hata hapa anaposema, leo kama mkisikia sauti yake, msifanye migumu yenu kama wakati wa kukasirikisha. Mstari wa 16, maana ni nani waliokasirisha wakati waliposikia? Si wale wote waliosikia waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Mstari wa 17, na ni nani aliyochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa na maiti zao zikaanguka katika jangwa. Mstari wa 18, na ni nani ambao aliyoapia ya kuwa hawataingia katika raha yake, ila wale wenye kuasi? Mstari wa 19, basi tunaona ya kama hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mpaka hapa hili neno takatifu na la damani la Mungu. Tusimame kwa ajili ya kuomba pamoja. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kutoka kini cha moyo kwa ajili ya siku hii ya neema na kwa ajili ya saa hii ya neema ambayo tena tunaweza kusanyika hapa ili tuweze kusikia sote pamoja neno lako. Tunakuomba utupatie neema ili tusiweze kufanya mioyo yetu kuwa migumu wakati tunapotuzungumzia kupitia neno lako takatifu na la damani, kama vile katika siku ile ulivyoahidi ya kwamba wataona nchi ya ahadi, lakini walikuwa wamekataa ahadi yako, wakafanya mioyo yao kuwa migumu na hawakuweza kuamini. O Bwana Mungu mwaminifu, tunakuomba tena utupatie neema yako katika siku hizi, ili nasi tusiweze kufanya mioyo yetu kuwa migumu, ili tuweze kusikia neno lako, ili tuweze kushika ahadi zako, tuweze kujua kwamba kuzungumza kwa bure na kwamba kuweza kutamka maneno ya bure, lakini Bwana tunajua ya kwamba maneno yako ni ya kweli na ya haki. Mungu mwaminifu, ni wale ndio ulioweza kutoa katika nchi ya Misri kwa mkono wako wa uwezo. Mungu mwaminifu, katika siku zetu pia uliweza kutoa katika Misri kwa mkono wa nguvu, uliweza kuita pia kwa sauti ya nguvu. Lakini Mungu wangu, utupatie neema ili tusiweze kufanya mioyo yetu kwa migumu, tusiweze kukataa sauti yako, tusiweze kufuata njia zetu wenyewe, tusiweze kufuata njia zetu, lakini tusiweze kukufa katika mawazo yetu pia. O Bwana, tupatie neema yako. O Mungu, tunaona ya kwamba hiyo iliweza kufanyika katika siku hizo. Tupatie neema yako ili iweze kuwa tofauti na hiyo kama ilivyokuwa mbele, ili tunaposikia neno lako na sauti yako mioyo yetu iweze kufungulikana na iweze kupokea neno lako. Mungu mwaminifu, nipatie neema yako, tupatie rehema yako, patia rehema yako kwa wale wote waliosikia neno lako leo. Bwana, tunajua ya kwamba adui alikuwa na uwezo wa kufanya katika siku hizo, kuweza kuwageuza katika mambo yote, na pia katika siku hizi adui anajaribu ili aweze kuharibisha
neno lako Bwana, mingine yote, lakini Bwana unataka ili uweze kusaidia na kutoa neema yako pia jioni hii Bwana, wakati tunapokuwa hapa tukikusanyika katika jina lako la ajabu na la utukufu la Yesu. Tupatie neema ya kusikiliza na tupatie pia neema ya kuzungumza na tupatie pia mioyo iliyo wazi, ili tuweze kusifu jina lako na tuweze kushangilia na tuweze kusifu Bwana, tuweze kutoa sauti ya shukurani na tuweze kupatia shukurani na sifa kwa ajili ya yote katika jina la Yesu. Haleluya, amina, amina. Tunakaa ndugu Frank, leo sihitaji kuweza kubaki hapa mbele akose kama tunaweza kuwa na maswali mazuri, lakini leo tutaweza kuwa na funzo ya kibiblia. Ndiyo, sifa na utukufu kwa Bwana wetu. Tunashukuru sana kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa tumekwisha kupokea wandugu yetu kutoka Polonye katika muda mrefu. Akose wako na swali, na ingekuwa lazima sana kuweza kujua kama kuna maswali, na nawaza ya kwamba kutakuwa maswali mazuri juu ya nchi yao mji, na sio mambo isiyokuwa na mji, lakini kwetu tuweze kuwa na maswali za kibiblia, ili tusiweze kujifurahisha kuweza kuhubiri tu, lakini tuweze kujifunza pia, tuweze kujua ni mahali gani kunaumiza. Tuko na maswali? Ndiyo, nakusi. Swali inalinganishwa na mahubiri ya siku ya kwanza asubuhi inayosema, inamaanisha nini mabikira waliweza kuchukua pamoja nao wakiwa na machupa za mafuta, na hiyo machupa za mafuta ambayo wabikira waliweza kwenda pamoja nao. Swali sasa ni hii sasa, inamaanisha nini hiyo machupa ambayo inayosemeka ndani ya Mathayo 25, ambayo inayofanya tofauti katikati ya wabikira wenye busara na wabikira wapumbavu? Hiyo ndiyo swali. Hiyo ni swali ambayo iliyo ngumu sana, ambayo inaweza kuulizwa na ndugu Helmut. Nataka ili niweze kuambia kwa sababu gani. Kulingana na Biblia tunajua vizuri na 100% ya kwamba mafuta siku zote inalinganishwaka na Roho Mtakatifu. Hatuko sisi wenyewe kuweza kuelewa hiyo, hatuko peke yetu kuweza kujua hiyo. Ni kweli wale wote ambao walioweza kuangaziwa na Roho Mtakatifu waliweza kuelewa, na hiyo inaweza kuwa vigumu kama tunaweza kusoma ya kwamba mataa zilikuwa zikiwaka, ya kwamba zilikuwa ndani mafuta, na kama sivyo hazingeweza kuwaka, na kisha tena kulikuwa machupa zilizokuwa tena na mafuta ya pembeni, na kisha ungepasha kujaza tena. Ingelipashwa kuwa ni hiyo ujao moja ya Roho ambayo ulikuwa nayo ya kuweka pembeni, ili tena baadaye uweze kuongezea juu yake. Sasa tuwazie sasa, kama moja ilikuwa ni mazoezi ya inayojulikana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni kweli, na hapo sasa wale 10 wote walikuwa nayo, kwa maana wote walikuwa wasafi, wote walikuwa wabikira, wote walikuwa wakwenda kumulaki bwana harusi, walikuwa wakingoja kuruja kwa Bwana. Kulikuwa hakuna hata tofauti moja kwa wakati ule. Mara nyingi hiyo ilikuwa ya kuonekana wakati wa kurudi kwa Bwana, iliweza kuwa wazi wakati wa kurudi kwa Bwana, na ni hapo ndipo wale 5 wapumbavu waliweza kutambua ya kwamba walikuwa wakikosa kitu fulani. Swali lingine, endelea ndugu. Leo ndio leo mnaweza nyote ndugu na dada, mnaweza kuuliza maswali. Ndugu Franki, katika mahubiri mahali palipochaguliwa kwa kuabudia ya kwamba hiyo neno ndugu anasema kwamba hiyo mafuta inasema kuhusu pia Roho Mtakatifu. Ndio kweli, na hiyo ndio tunakwisha kuzungumzia hapo. Bwana anasema katika Yohana 6:16 na
3 ya kwamba maneno yangu ni roho na uzima. Haiko tu mazoezi au kitendo au kuishi tu, lakini ni uzima. Uzima unapaswa kulishwa na kupatia chakula, na hiyo uzima ndani ya roho hainaweza tu kulishwa tu kupitia roho, na ni kwa sababu inahusu neno ambalo lililoweza kufunuliwa na roho, nasi ni kweli tunakubalishwa. Ndiyo tunakubalishwa wakati tunaposema ya kwamba sio tu mazoezi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuwa na mazoezi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kweli kweli, lakini pia tuweze kushota tena kwa upya tena katika neno, ili tuweze kuwa nalo kwa upande wetu kupitia roho, na mambo yote haitaweza kukauka. Ndiyo na wasihi ndugu Branham anasema pia katika mahubiri yake ya kwamba kila neno mpya ambayo ninayokuja kupitia roho ni uwezo mpya kwa ajili ya bibi harusi kuweza kuvaa, kwa ajili ya vazi mpya kuweza kuvaa upya. Na hiyo ndio inatamka inaosema kwamba ni kuvikwa kwa bibi harusi. Hiyo ni kweli, ndiyo ni kweli. Kitu moja na cha kweli ambacho kinaweza kuwa na mambo tofauti katika hali ya kiroho. Bwana yeye mwenyewe ndiye ni uzima na kweli, yeye ni njia na lengo. Yeye ni mwana wa mtu, yeye ni mwana wa Mungu, mfalme, kuhani na nabii. Na neno ni nuru, neno lako ni nuru kwa miguu yangu, tukioshwa katika maji ya neno. Na tazama sasa, tazama hiyo kuoshwa. Mtu haishi tu kwa mkate tu, lakini kwa kila neno leo linatoka katika kinywa cha Mungu. Na hapo sasa, hapo ni hiyo ni chakula. Hiyo ni chakula, ni ujao, ni wingi. Hapo hakukose kitu katika neno, kwa maana Mungu alitupatia yote ambayo tuliyoweza kuhitaji, na alitupatia kupitia neno lake. Lakini neno linapaswa kufunua kwetu kupitia roho, na ni hapo ndio robine inafunguliwa, na kama sivyo inafungwa. Mnajua ninamaanisha nini hapo? Kwa namna moja, hiyo umeme inapaswa kupita ndani, inapaswa kuingia na kupita. Na hapo sasa inaweza kuwa kama hiyo wazo moja ambayo ndugu Branham aliweza kutamka hapo. Mimi akose sijua yake mambo hayo yote, lakini hiyo ni mamia mahubiri ambayo shaka sikia. Katika wakati huo tuliweza sisi wote kuweza kuishi wakati hiyo neno liweza kufunuliwa kwetu kwa namna ya hapo kupitia Roho Mtakatifu. Ndi hiyo, na hapo hiyo inabubujika na inamwangika, na hapo kunakuwa uvuvio, na hapo upako, na hapo furaha, na kuwekwa ndani uzima, na kisha kunakuwa kujazwa, na kisha taa zilikuwa kiwaka tena, na ulikuwa na nuru, na ulikuwa na kuangaziwa, na hapo kadhalika na kadhalika. Nikusema kama vile nilisema, ni vigumu sana. Kwa upande moja, wengi wanaweza kusimamia juu ya hao wakosema ya kwamba hiyo inamaanisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, nasi tunakubalishwa na hiyo. Lakini sio tu hiyo, mamilioni ya watu walibatizwa na Roho Mtakatifu katika siku hizi. Ndiyo, wengi katikati yao waliweza hata kubusu hiyo pete ya papa, na hiyo haina maana ya kitu fulani. Kwa mwisho, roho ni neno, roho na neno vinapaswa kuungana pamoja siku zote na tena na tena. Neno na roho vinatembea pamoja. Roho bila ya neno alikuwa akizunguka juu ya kilindi cha maji, na hakuna kitu kinachoweza kufanyika ndani ya Mwanzo sura 1. Na neno bila roho ni inakufa, na kose mtu anaweza kufa na bila kitu kingine, na hakuna zaidi ya hiyo. Lakini wakati roho na neno vinapokutanana, na hapo kunaweza kufanyika kitu fulani, na kunafanyika kitu fulani kweli kweli. Na niamini ya kwamba hiyo ndiyo siri yote kubwa, kuona watu wanaweza kuangaziwa na roho, na wanafanywa upya kupitia roho, wanazaliwa upya na roho, wanajazwa na roho kupitia roho. Na sio tu hiyo, na sio mwisho. Na hiyo natukumbusha huyo mwanamke wa Injili ya ujao aliyekuwa ameona mama ya ndugu Branham katika ndoto. Alikuwa akivaa matalo ndefu
na alitaka ili aweze kuingia katika njia hii nyembamba na kusema, na alisema kwa sauti kubwa, dada, haupashi kuingia katika njia hii kwa namna hii. Mnajua mahubiri hiyo. Akasema ya kwamba nitakuonyesha kwamba napasha kufanya hivyo, na ndio, na aliweza kuleta hiyo michezo yake hapo, akakwaa na kaanguka katika shimo, na hiyo sasa haina faida. Sasa hiyo inaonekana kama ni ya lazima sana, kama vile ndugu wanasema sana sana juu ya upande wa magharibi wa Marekani, na yote inafanyika huko, yote ni ya kizehebu sana, yote inaweza kuwa hapa duniani iko huko katika upande wa magharibi wa Marekani. Na nilikuwa nikisema kila mara, kila wakati naporudi, mahubiri yangu kubwa inakuwaka hali yangu inakuwaka nakutanaka iko hali iko mbaya kuliko mbele tena. Na ijapokuwa pale kulikuwa mamilioni ya watu ambao walikuwa wamekwisha kubatizwa na Roho Mtakatifu, lakini hawakuweza kuingizwa na kuweza kushikwa kwa yale ambayo Roho alikuwa ametaka kuambia kupitia neno. Walikuwa wakishambia kwamba mtu huyo anaweza kuwa vema aweze kuwa katika jangwa, katika pori, lakini hawakuweza kuelewa ya kwamba Mungu alikuwa amekwisha kuwazungumzia katika unyenyekevu wote kupitia kinywa cha watu. Namna gani Mungu alizungumza katika wakati wa Noa? Alizungumza kutoka mbinguni kupitia malaika? Hapana, alikuwa ni mtu mpole, na hapo huyo mtu akikuwa kwa nabii, kwa sababu neno la Bwana lilikuwa limemjia kwake. Wale waliomsikiliza walikuwa wa Mungu, wale waliokuwa muamini walikuwa wakiamini Mungu, wale ambao walikuwa wakimtii walikuwa wakitii Mungu. Musa alikuwa nani? Kama unaweza kuiangalia karibu sana, alikuwa ni mtu, alikuwa ameua mtu, aliua Mumisri, aliangalia kwa kushoto na kwa kuume, na kisha akamuzika katika mchanga, na kisha akaenda katika njia yake, na kisha baadaye akageuka kuwa nabii mkubwa. Na wale ambao waliomsikiliza walikuwa wakisikia Mungu, wale walikuwa wakimwamini waliamini Mungu. Na hapo sasa, kama tunakubalishwa ya kwamba watu ambao waliopokea neema ya Mungu, ambao walioweza kumkubali na kumpokea kweli kweli, hawajifurahishe tu kuzungumza tu au kuimba tu neema, lakini kuonekana uzima wao, na hapo wanaonyesha na kufuata njia za Mungu na kuzifuata. Kwa maana ndugu Rusa alisoma nini katika Zaburi 95? Hawakuweza kujua njia zangu. Ndani ya Korinto wa kwanza sura 10 inasema kwamba wote walikunywa katika maji ya kiroho, walikula mana ya roho, walibatizwa na Musa katika bahari na katika wingu. Walionyesha kwamba walibatizwa na maji na roho, na ni wazi kwa maana ni hivyo ndivyo andikwa katika Nehemia sura 9 mstari 20, na aliwapatia roho wake mwema ili aweze kuongoza. Na kisha kutokuamini, kutotii ikaingia, na mtu mmoja alikuja na alikuwa ni Balaamu, na alisema, na sisi ni wa Moabu na ninyi mko na Mungu. Tunatafsiri mahubiri leo. Na kisha alisema tutaweza kufanya karamu ya sisi wote pamoja, na hapo sasa karamu ikakuwa pale. Na ndugu Branham anasema ya kwamba hakuna hata siku moja Mungu aliweza kuwasamehe dhambi hiyo. Ni kitu kizuri kuweza kuwa umeitwa na Mungu, kuweza kuwa umeitwa kutoka na Mungu, na ni kitu fulani cha ajabu. Lakini hiyo nayo kunakuwa usimamizi kubwa wakati tunapokuwa tumekwisha kuangaziwa ndani ya kizazi cha unabii. Si waze ya kwamba Mungu anaweza kuwa akiwa makali katika wakati wa ujinga. Inasemeka katika Matendo ya Mitume ya kwamba Mungu alipita pembeni katika wakati wa ujinga, lakini wakati Mungu anapojifunua, wakati Mungu anapoonyesha na kujulisha mapenzi yake, hapo sasa inakuwa kitu fulani cha ajabu, cha hatari. Na hapo sasa tunapaswa kuamini na kutii. Ndio tumekwisha kuelewa hiyo na kusii. Nina swali tena ingine, inahusu andiko ya Wafilipi sura 1:2, Wafilipi 1:2, inayosema kuhusu namna gani kanisa linapaswa kuongozwa. Inasemeka ya kwamba tunapaswa kuwa katika roho moja bila mabishano, ili tuweze kujua nani aliye na haki au hapana. Sasa inamaanisha nini hiyo kwa ajili ya hali yetu ya sasa ikilinganishwa na Wafilipi sura 1:27? Wafilipi 1:27. Ndio.
Wafilipi 1 mstari wa 27. Lakini mwenendo wenu uwe kama inavyopasa habari njema ya Kristo, ili nikikuja na kuwaona ninyi au nisipokuwa nisikie habari zenu ya kama munasimama imara katika roho moja kwa moyo mmoja. Hapa hii hali inatuonyesha hali ya kwanza ya kanisa la kwanza. Hii kanisa hapa na sisi leo, kwa mwanzo ilikuwa tu ni watu waliokuwa wamewekwa na Mungu tu, ambao waliokuwa tayari, waliokuwa na ruhusa ya kiungu mbele ya neno. Petro aliweza kusema ndani ya Matendo ya Mitume sura 15 ya kwamba Mungu alitayarisha katikati yenu kwa ajili yenu. Aliweza kututayarisha kwa ajili yenu. Alitutayarisha kwa ajili yenu. Na hapo katika sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume kwenye mstari wa 15, na hapo ulikuwa kose muda kidogo wa mmoja anaweza kuhubiri Kristo na udanganyifu au kwa nia mbaya, kwa mabishano na mafundisho. Wa Filipi sura 1 mstari wa 17. Akose inaandikwa hivyo, nilikuwa sijui hivyo mbele, lakini nilikuwa najua kwamba inaandikwa hivyo. Lakini inaandikwa hapa kwenye mstari wa 15. Wa Filipi 1 mstari wa 15. Ndio wengine wanahubiri Kristo kwa sababu ya hasidi na fitina, na wengine kwa nia njema. Mstari wa 16. Wa Filipi 1 mstari wa 16. Hawa wanahubiri kwa mapendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili nisimamie habari njema. Mstari 17 sasa. Wa Filipi 1. Lakini wale wanaohubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo safi, wakizania kuniongezea mateso katika vifungo vyangu. Hakuna kitu kibaya kwa mtu wa Mungu kama vile kuona kitu fulani kinafanyika kwa namna ya kutaka tu katika ufalme wa Mungu, na hiyo inabomoa na inazuiza umoja na yote ambayo Mungu anayotaka kujenga na kuweza kuitimiza, bana ibomoa. Swali, kuna kupoteza uhakika, kuna kosa uhakika ndani ya watu hao, kuna kosa uhakika, sijui au haki, sijui kama inatoka wapi, lakini kuna kosa uoga wa Mungu, kuna kosa uoga wa Mungu hapo. Naweza kusema kwamba kuna kosa uoga wa Mungu ndani ya watu hao, lakini Mungu anajua mioyo wakati tunapokuja mbele. Anajua ya kwamba ningeliweza kutaka niweze kubaki nikaa hapa, ijapokuwa niweza kuja hapa na sio mara moja tu, lakini kila mahubiri, kila wakati yale ambayo nao kosa ni uoga wa Mungu mbele ya yote. Wanazungumza kwa siku zote kuhusu upendo, iwe pale au hapana, lakini tunakosa sisi sote hiyo. Hatuwezi kuhukumu wengine, lakini sisi sote tuweze kunyenyekeza mbele ya neno la Mungu. Lakini ndani ya ufalme wa Mungu, kuweza kutumikia Mungu bila kuweza kuwa ulitayarishwa kwa ajili ya kufanya hivyo na yeye, hiyo ni uwaji. Hiyo inaleta mvurugo na inaleta laana. Na hiyo inaweza kuonekana kama vile ni ngumu, lakini nani anayeweza kujiruhusu kuweza kufanya yale anayotaka katika ufalme wa Mungu na kuweza kusema hiyo itaweza kutubeba wapi? Kweli haiwezekani. Kama Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweka katika kanisa, ni hapo sasa aliweka, inahusu yeye, ni yeye na yeye wale alioweka inapaswa kuonekana sasa kwa namna moja au nyingine, sivyo? Na sasa hiyo inapaswa kuonekana, na sio kwamba ninataka kuweza kujilinganisha na hali iliyo katika hali ya inayotuzunguka katika wakati huu, lakini hii maumivu ambayo haiwezi kuvumiliwa. Kuna ndugu anayesema kitu fulani ambacho sikuweza kutafsiri maneno ya mtafsiri. Ningehitaji ili iweze kuwa kweli. Ili iweze kuwa kweli yale uliyosema. Kuna neno ambalo tuliweza kusoma mara nyingi hapa, na ninawaza kwa moyo wote ya kwamba hailingane na hayo, lakini inaandikwa ndani ya Isaya 66 mstari wa 5. Isaya 66 mstari wa 5.
musikie neno la Bwana, ninyi mnaotetemeka kwa sababu ya neno langu. Ninyi mnaotetemeka kwa sababu ya neno langu. Ndugu zenu wanaowachukia ninyi, ambao waliowatupa ninyi kwa ajili ya jina langu, walisema, Bwana atukuzwe na tuone furaha yenu, lakini watapata haya. Kuna utaratibu katika ufalme wa Mungu ndani ya kanisa, na kila mtu anapasha kujiweka katika hiyo kipimo kwake mwenyewe, na kisha sisi wote tuweze kujiweka kwa hiyo, sisi wote tuweze kukamata shurti au amri ya upendo, na hiyo inapasha kuheshimika katika hali yote. Na waza ya kwamba tulishaka ipima vizuri, lakini upendo haiko upendo unayoweza kutimilika tu au unaweza kutengeneza au kufanyika katika hali yote kama vile mavazi tu au koti, lakini upendo ni upendo wa Mungu, upendo wa kweli, upendo wa Mungu, upendo kwa ajili ya Mungu, na yote inapaswa kunyenyekea mbele ya Mungu katika upendo huu wa Mungu na kuweza kutambua utaratibu wake wa kiungu katika mambo yote. Nakumbuka ya kwamba ilikuwa katika mwaka 1958 wakati pokuwa huko Jeffersonville, nilikuwa nimekwisha kualikwa katika kusanyiko mahali kulipokuwa mwanamke aliyekuwa mhubiri. Alikuwa amekwisha kuandika kitabu cha hatari inayohusu makarama za roho. Alikuwa amekwisha kuiambia kuhusu mambo haya. Alikuwa ameandika kuhusu mambo mengi kuhusu ndugu Branham katika maneno yake ya kuanzisha, na kisha aliweza kuandika tena baadaye. Nikasema namna gani inawezekana ya kwamba watu ambao walioweza kuwa chini ya huduma kama hii, walioweza kukaa na kusikiliza, na kisha tena wakaweza kuanza huduma yao wenyewe, na kisha wanawake kama hao, na kisha mwanamke huyo akaandika kitabu kubwa iliyo ya kipekee inayohusu uponyaji na uongozi wa Roho Mtakatifu, na bila wao wenyewe kuweza kujiweka chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na kusema neno lake. Na hapo sasa, tazama sasa swali ya kwanza, nani anayeweza kuwaza kwamba anaongozwa na Roho wa Mungu kama hawezi kujinyenyekeza chini ya neno lililotoka katika Roho? Ni uongozi gani? Ni mwongozo gani ambayo unapaswa kufuata? Hiyo uongozi ni ya namna gani? Uongozi gani unapaswa kuingia ndani? Mwongozo gani unapaswa kushika? Hiyo mwongozo unapaswa kuenda mpaka wapi? Kunapaswa kuwa mahali fulani, na waza kwamba sisi sote tunapaswa kujua hiyo mahali fulani ambapo uongozi unapaswa kuwa nzuri. Nilitaka kiweza kubaki nikikaa leo jioni hii, lakini iweze kuwa wazi leo jioni hii. Watu ambao hawezi jiingiza katika kusanyiko la kibiblia hawako sehemu ya hiyo. Kuna utaratibu ya kanisa na hawezi kusema ndio kama hailingani na hii na jendea kwangu, na mwingine anasema kama sipendezi na hii nakwenda, na mwingine anasema nataka kufanya kitu fulani, lakini kama unafanya hivyo muache hiyo, msahau hiyo. Kila mtu aweze kutoka katika kusanyiko aweze kwenda huko kufanya kitu kingine, lakini hiyo haina faida. Kanisa la kibiblia lina mkubwa mmoja, na huyo mkubwa ni Kristo, na yeye ni kichwa, na hiyo viungo vinaungana pamoja na kwa vingine, na kama vile neno la Mungu nasema, na wote wanaungana pamoja na huyo mkubwa ili waweze kutimiza kazi katika upendo. Na hiyo ndio kanisa la kibiblia, na ingine yote hawezi kusimama mbele, na hiyo hatuwezi kusema, kama sivyo hatuwezi kusonga mbele katika neno la Mungu. Kuna swali ingine inaulizwa waziwazi katika kusanyiko la kibiblia, na kunapaswa kukose kuwa kazi ya makarama, na hiyo ni kweli. Tuliweza kuelewa vizuri, niweza kusoma pia leo ndani ya utaratibu wa kanisa. Makarama haziwezi kutumikishwa hapa na huko, lakini mbele ya Mungu, ndani ya maombi, mbele ya makusanyiko ya kiungu, ili kuweza kulinda na kuzuiza mambo yote ya kuharibisha utaratibu. Nasi tuko hapa tuweze kuonyesha hiyo, ili wandugu na wadada ambao waliojisikia wakisukumwa kwa ndani, na ambao walio tayari ili waweze kuwa na makarama za Roho, waweze kushika hiyo heri iliyo ya kipekee. Na waza ya kwamba tunasonga mbele katika hali yote inawezekana hapa, kama wale wote ambao walio na karama ya Roho
wanaweza kukamata hiyo kwa makini sana, kama vile mzee anapaswa kuishika, kama vile mhubiri au kama vile mtu yoyote wa Mungu anaweza kuishika wakati anapokuwa na huduma. Hapa sasa nazungumza na wale wote ambao walio na karama moja au karama nyingi za Roho. Kama tunaweza kukamata sote pamoja kazi ya Mungu kwa makini sana, na kama inaweza kutushika sana kwenye moyo. Ndugu anasema nini? Anasema ya kwamba kuna wavijana ambao hawajaweza kutambua kuna mambo ambayo yanayofichwa katika maisha yao, na kisha anasema lakini hawasongi mbele. Anasema pia lakini mtumikishe makarama zenu, na kitu fulani kitaweza kufunuliwa ili muweze kwenda kwa watu hao wanaohusika na kuweza kuambia, sikia, ni hapa ndipo shetani alinaye anaweka mamlaka yake ndani ya maisha ya mtu, na hapo sasa mtu atawekwa katika utaratibu na kusaidiwa, na sio katika maneno yanayosemeka katika ujumla wa mahubiri au katika kusanyiko. Shaka sikia hiyo katika miaka 13, lakini kitu fulani kinapaswa kuja kikionyesha waziwazi. Na sasa swali ni hii, ndugu anauliza sasa swali, sasa namna gani tunaweza kufika kwa hiyo? Na hiyo ndio hitaji sisi sote. Hiyo ndio tunahitaji sisi sote. Tutakuwa katika hali hiyo kwa muda mfupi. Tutafikia hayo. Hiyo haina mashaka. Tuliweza kuanguka kwenye kibambazi. Tuweza kuangukia pua hata pia. Tuweza kufika katika mafunzo ya nguvu. Tuliweza kunywa hata kikombe cha uchungu ili tuweze kugeuka kuwa wenye akili, wa busara, ili tuweze kujifunza kutoka mashida ziweze kutokea, tuweze kupata mafunzo sio toka katika akili ya vitabu, lakini tuweze kupata funzo kutoka hii matokeo yanayoonekana katika matendo, lakini tuweze kushuhudia kwamba katika uhakika ya kwamba Mungu pamoja na kanisa lake atakuwa kwa mwisho kama vile alivyokuwa kwa mwanzo hapa. Na kama mnaweza kukumbuka, nishaka kuisema waziwazi hapa kwa mwanzo nishaka kuisema kwa mwanzo, hakuna mtu aliyeweza kujaribu kuweza kufanya kitu chochote, hakuna kitu kuweza kuleta kitu chochote au kuhubiri au kuponya kitu kingine chochote. Hakuna mtu, kulikuwa woga kubwa katikati ya watu, na wakati wote mambo likwenda kuibadilika kidogo kidogo, lakini nasi tunapaswa kujiongoza katika mwongozo huo. Tuko katika mwongozo wa kuendelea mpaka ili tuweze kufika katika kipimo ambayo kanisa lote nzima katika woga wa Mungu na chini ya uongozi wa hapo Roho Mtakatifu wote waweze kuvikwa na nguvu za juu, ili tuweze kutimiza huduma ya Yesu Kristo hapa kwa mwisho. Sasa hiyo ni lazima sana ya kiungu. Jiwe la pembeni tushaka isikia tena pia mbele niweze kuja mbele. Kanisa lilikuwa limekwisha kutayarishwa liweze kuingizwa na ili liweze kurudi, na sasa tuko kwenye njia tukienda. Kwa hiyo ya lazima ambayo tuko nayo ni kwa sababu hatushiongozi sisi wenyewe au kuweza kujilinganisha na wengine, na hatujitengeneze yake anga, lakini tunangoja Mungu aweze kutengeneza yeye mwenyewe anga, na tunahitaji hiyo mambo na sio kitu kingine. Ninaweza kupenda kuweza kurudi nyumbani mikono wazi kuliko kuweza kukaribia hapa nikileta mambo yangu mwenyewe. Ninaweza kushilinda kuweza kudanganywa au kudanganya mimi mwenyewe. Niko namna gani? Inalinganishwa na maoni yangu mwenyewe kulingana na hali hii ambayo tunaweza kuwa na oga ya kuweza kujifungua kwa Bwana. Ndio. Na sio oga wa Mungu, lakini woga. Najua. Ndio itakuwa hivyo kwa moja akose pia kwa weza kuwa hivyo. Itakuwa ni oga ambayo utakuweza kuongezewa juu yake kutokuamini na kisha kutotii na kisha mambo mengine zaidi ya hiyo. Woga hapa inalinganishwa hapa na woga wa moja akose, utakuwa na woga, ndio woga wa kuweza kufanya kosa, lakini ndani ya ujumla na waza ya kwamba kwa saa inayokuja bila sisi kuweza kuwa na hitaji ya kuweza kujipatia maoni au mawazo, lakini Mungu atatimiza na kutenda kwa wakati wake uliopangwa. Tuwe wazi namna gani Mungu aliweza kutuongoza katika miaka hii yote. Atuongoza nuru kwa nuru kwa kiwango tuweza kuonyesha waziwazi wa kibiblia mambo haya yote. Naweza kusema kama vile ndugu Branham anasema, na tuweza kuionyesha kuliko gisi ndugu Branham aliweza kuifanya. Mnajua kitu gani naweza kusema? Ndugu Branham na nabii hawezi kusema na kuweza kuonyesha waziwazi kwa namna moja au nyingine,
Lakini Bwana wetu aliweza kusema na kuweza kuonyesha waziwazi huduma ya ndugu na huduma ya Yohana Mbatizaji. Alisema Mathayo 11:7, kwenda kuona nani? Nabii? Mtu aliyevaa mavazi mazuri? Hapana, nabii. Lakini yeye ndiye na Isaya alikuwa amesema, Isaya 40:3. Na katika miaka hii yote tutaweza kujua vizuri miaka hii yote, hii miaka ya ukiwa. Lakini sasa katika wakati hii kizazi cha kiungu tutaweza kuona mambo moja ikifika. Niweza kuambia hii wazi, hakutakuwa tena mapatano, hakutakuwa tena mapatano. Ndiyo, na ni hivyo ndivyo tunaona mambo. Mungu atashughulikia, atakata mstari ulio wazi, na mazungumzo yake itakuwa wazi, na kila mtu ataweza kuielewa, na wale ambao walio tayari kuweza kunyenyekea Mungu atawafanyia neema. Ndiyo. Kuna mwingine anaye na swali? Ndiyo, swali. Unaweza kutueleza au kututafsiria namna gani mtu au kwa sababu gani mtu anapaswa kuzaliwa upya, na kwa sababu gani anahitaji Roho Mtakatifu? Kwa sababu gani mtu anapaswa kuzaliwa upya, na kwa sababu gani ni lazima aweze kupokea Roho Mtakatifu? Kwa sababu gani anapaswa kuzaliwa upya na kisha aweze kupokea Roho Mtakatifu? Na kisha kwa kusema kwa machache, na kama vile mwanadamu wote alipozaliwa hapa duniani, naye anapaswa kuzaliwa upya ili aweze kuishi na kuweza kuwa huko kama vile hapa duniani. Umoja kupitia mbegu ni lazima sana, na hapo uzima unapaswa kuzaliwa na kuzaliwa iweze kuwa ya lazima sana. Na hapo sasa kila mwanadamu wote alishurutishwa ili aweze kupokea mbegu ya neno katika moyo wake na aweze kuifanya kwa imani. Moyo wake unaweza kushikwa, na hapo sasa kitu fulani kinashikwa na kuingia katika kitendo kupitia Roho wa Mungu, na kisha baadaye Roho wa Mungu anafanya neno hai kuwa hai ndani ya mtu huo. Roho wa Mungu anafanya neno lake ndani ya mtu huo kuwa hai, na hapo mazoezi hii ya Mungu anaongoza mtu huyo kupitia kuzaliwa upya. Na sijue kama shaka sema mambo haya wazi, lakini katika siku hizi tushaka kose kufunza watu katika ufalme wa Mungu, tushaka wafunza katika ufalme wa Mungu, na waza kwamba tunahubiri watu waweze kuingia katika ufalme wa Mungu kwa namna moja, wamoja kwa Wapentekostiste, wengine kwa namna yao, na sisi kwa namna yetu, na wengine kwa namna yao, na watu wanaoleta watu kwa ufalme wa Mungu kwa namna yao. Lakini ndugu na mama anasema kwamba hao sio wana wa Mungu, lakini hao ni wana wa Baptisti, hao ni wana wa makusanyiko yao au wa hiyo maimani zao wenyewe. Lakini natarajia siku nishaka isema siku moja, wakati tulipoweza kuishi mazoezi hiyo hapa, siku ya kwanza ya juma iliyopita huko Uswisi, katika nyumba karibu watu 200 walipokuwa hapo, wakati Roho wa Mungu aliposhuka katika chumba hicho, na kila mtu alikuwa hajue ni kitu gani mpasha kufanyika katika hiyo saha, lakini hakuna mtu aliyekuwa akijua kwamba kunaweza kuwa watu 20 au 12. Lakini hapo Roho wa Mungu akaanza kutenda. Wamoja wakaanza kuomba, dada moja akapiga magoti, wengine pia. Kuna kitu fulani kilifanyika katika chumba hicho, na ilikuwa ni kazi ya hapo ya Roho Mtakatifu. Na ni hiyo ndio tunahitaji, na sio kuingizwa ya kiakili, na sio kuingizwa ya kiakili katika ufalme wa Mungu, lakini mazoezi pamoja na Mungu ambayo inaruhusu kuweza kusema ya kwamba najua ya kwamba dhambi zangu zimesamehewa, najua ya kwamba Mwokozi wangu iko hai. Na hivyo kama vile jua inawaka mbinguni, na mimi mwenye dhambi nilipata msamaha, na hiyo inageuka kuwa uhakika kwa imani kupitia mazoezi pamoja na Mungu. Na kisha kweli ni Roho ndiye anayeweza kusafisha hiyo chombo, na ni hiyo Roho moja ndiyo naijaa na kuijaza na inijaza tena baadaye. Lakini pia tushaka kujibu kwa swali hiyo pia, na kisha sasa tunafika kwa mwisho. Pamoja na Wafilipi sura 1:2 tunahitaji ili uweze kufanya neno hili kuwa kweli.
Acha basi katika kanisa la Bwana kusiwe kitu kinachoweza kufanyika kwa maneno ya kimafundisho au ya maoni, kama vile inavyoandikwa hapa. Kusifanyike kitu wakati unaposikia kwamba unaweza kufanya, lakini wewe tuweze kufanyika na Mungu, uweze kungoja na uweze kuona namna gani inapaswa kufanyika baadaye. Naamini ya kwamba tunaweza kuisema katika dhamiri njema. Katika hii miaka 20 iliyopita tuliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa namna iliyo tofauti. Kuna tofauti katikati ya kuweza kuamini ya kwamba unaongozwa na Roho wa Mungu na kisha kuweza kutazama nyuma ukiona ya kwamba ni kweli ilikuwa ni uongozi wa Roho Mtakatifu, na kisha kuna pia alama zinazoweza kupewa kwetu mara nyingi. Na kwa hiyo sasa tunashukuru Mungu kuweza kuwa tuliweza kuwa kose, tuweza kusema tulikuwa katika hali mbaya, lakini hatukate tumaini, lakini tunajisikia vizuri. Lakini mipango ya mtu yote, hata iliyo mpango kubwa iliyo hatari sana, ameweza kuonyesha mimi mwenyewe hapa kwa ajili ya nchi yetu ya Ulaya Mashariki, hata kwa ulimwengu mzima, hiyo haiwezi kuwa hata jibu. Jibu inapashwa kutoka kwa Mungu, na jibu lilitoka kwa Mungu. Naweza kuisema kwa uhakika. Katika mwezi wa 4 mwaka 1966 hakuna mtu alikuwa akijua namna gani mambo yatafanyika, na ni hapo ndipo ndugu fulani walisema huko Jeffersonville yale ambayo impasha kufanyika, na sio tofauti na hiyo. Na hapo sasa, kama mambo yanaweza kufanyika, sijue kama naweza kuibadilisha. Hiyo inahuzunisha sana, hiyo inahuzunisha, lakini tunaishi katika demokrasi, na hiyo kila mtu anafanya yale anataka, lakini katika ufalme wa Mungu sio hivyo. Na hiyo ndio tunataka tuweze kuonyesha katika ufalme wa Mungu. Kama tunaweza kushika kwenye moyo sura 2 wa Filipi, sura 2 mstari wa 2. Mstari wa kwanza, basi faraja yote katika Kristo, matulizo yote ya mapendo, ukiwa ushirika wote wa Roho, ikiwa huruma yoyote na rehema, jalizeni furaha yangu, ili muwe nia moja, wenye mapendo mamoja, wenye roho mmoja, moyo mmoja. Hakuna mtu anaweza kuwazia hiyo, mwazia hayo mawili. Kama tunaweza kuwazia sisi sote mzuri, na hiyo inaweza kutuongoza mpaka wapi? Tutakuwa na msimamo mmoja, na tutakuwa na roho moja hapa, na tutaweza kushika mtu huyo kama vile mkipimo. Hapana, lakini tusiweze kushinganisha watu, tusiweze kushinganisha na watu, lakini tuweze kuwa na nia moja, tuweze kuwa na mawazo mamoja, tuweze kuwa na mpango mmoja, na hakuna nyingine. Na hiyo msimamo hiyo ya kiungu, hiyo nia, hiyo mawazo, sio akili, inapewa kwetu kwa namna iliyo ya kweli, na inafanyika na Roho Mtakatifu, na sio tu kupitia Roho Mtakatifu kama vile maneno tu, lakini kama vile nguvu zinazotugeuza, zinazojaa ndani mwetu, zinazoleta uzima wa Yesu Kristo ndani yetu. Na hiyo kazi inaonekana ndani yetu na kupitia sisi. Sisi hatuhukumiwi kwa maneno yetu, maisha yetu ndiyo inapaswa kuonyesha kwa namna moja au nyingine, na hiyo ndiyo alama. Kwa hiyo, na hiyo ndiyo alama. Na ndugu Branham anasema kwa wakati moja kuhusu akili au sayansi ya Kikristo, na hiyo watu wengi wako na hiyo, na hiyo ambayo wanaowazia hawayamini pia, lakini wanasaidiana, wanalipa hata malipo ya hospitali, wanasaidiana, wanapendana, na wanasaidia pia hata wengine. Lakini kama naweza kutoa hata mwili wangu kwa moto na kupatia mali yangu kwa maskini, lakini kama sina upendo wa kiungu, hiyo inahusu yote ambayo inayokuwa ya kiungu. Upendo unapaswa kuwa wa kiungu, na sio tu mambo ya kujisikia ya kimutu, na ya kwamba naweza kuwa na mafeeling nzuri mbele yako, mambo ya kujisikia vizuri mbele yako, lakini kama hainanipendeza, na kama si hainipendeze, na kama inanipendeza, hapana. Lakini mkubaliane nini kwa nini, kama vile Mungu aliwakubali katika Kristo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo ndiyo njia ya Mungu, wa Roma 15 mstari wa 7. Na hiyo ndiyo funzo ambayo tunapaswa kufuata, na Mungu atulinde katika neno lake mpaka kwenye mwisho.
na kama hiyo inaweza kusimama vizuri, na hiyo sasa atatulinda katika neema yake, katika salama yake na katika upendo wake. Yule anayedumu katika neno, na nasema ya kwamba yule anayedumu ndani mwangu, maneno yangu yanadumu ndani yake. Hiyo ndiyo siri. Nawaambia tena leo ya kwamba tulibaki katika neno, na kama sasa tulibaki katika neno, na hapo sasa tulibaki katika roho, akose hiyo haijaweza kutafsiriwa kwa maalama na mambo ya kukamatika, lakini itafanyika wakati Mungu atakapofanya mambo ambayo tunaweza kufurahishwa nayo. Wakati tunapoimba nyimbo nzuri, nyimbo na mtu ambaye aliye mgonjwa anatikisa kichwa na akose hataweza kuelewa inamaanisha nini, lakini Biblia inasema kama mtu anaumia aombe, kama mtu iko katika furaha aimbe zaburi, na kila mtu anapaswa kuonekana mbele ya Mungu katika hali ambayo iko ndani. Lakini kama vile ndugu Rusi alivyotusomea sisi sote ndani ya Zaburi 95, wakati tunapokuja mbele ya Bwana tunapaswa kuja na vitendo vya shukurani, iwe yoyote ambayo inayofanyika. Lakini ni hivyo ninayosema, kujeni mbele ya uso wake kwa vitendo vya shukurani na asante na shukurani. Aliweza kusema vizuri, na si kwa manunguniko, sio kwa kubishana, na sio kwa kushakia. Hakuna mtu anapaswa kufika mbele yake na mambo hayo yote, lakini kuleta shukurani. Na ni hivyo ndivyo tupatia Mungu imani, na mambo ambayo tunanungunika nayo na ambayo tunayoteseka nayo, tunamtumainia ya kwamba anaweza kuigeuza kuwa mema, na ndio maana tunaonekana mbele yake tukiwa na shukurani. Na hiyo iliweza kunionya sana. Nashukuru Mungu kwa ajili ya maneno hayo. Tunabakilia nini kufanya tena ingine ila kuweza kushukuru Bwana kwa moyo wote kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Amina. Tusimame. Ndugu Rusi, Baba ya mbinguni, tunakushukuru tena ingine mara moja kwa ajili ya neno lako lenye uwezo. Kupitia neno lako la damani na takatifu tumeguswa, na tunakupatia utukufu, sifa na mabudu. Bwana, haubadilishaki neno lako wala mawazo yako. Iwe tuwe tayari Bwana, kama vile ninavyosema katika neno lako, tuweze kuwa na mawazo yako kama vile ninasema katika neno lako, tuweze kuwa na roho moja, tuweze kuungana na wewe ili tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Ndiyo Bwana, na tuweze kuungana sisi kwa sisi. Bwana, unajua mioyo yetu, unajua mahitaji yetu, na wewe unapaswa kutimiza yote. Bwana, jina lako liweze kutukuzwa. Usifiwe na utukuzwe katika jina la Yesu. Amina. Ndugu Frank, Baba ya mbinguni, nakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako la damani na takatifu, kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye anayetenda ndani yetu na kufanya neno kuwa hai ndani yetu, anayeligeuza kuwa uhakika wa kiungu. Bwana, tunakushukuru kwa maana uliweza kutusaidia katika hata saa hii, na utaendelea kufanya hivyo. Ninakushukuru kwa ajili ya damu yako iliyomwangika, kwa ajili ya neno lako, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako. Utulinde katika neema yako, na uwe pamoja nasi na pamoja na taifa lako lote duniani nzima. Bwana, sikilizisha basi mwito wako, uweze kuacha taifa langu waende waweze kunitumikia. Bwana, kwa mwisho utafanya hivyo, na hiyo itaonekana. Jina lako takatifu liweze kusifiwa. Amina. Am Ende wirst du's tun, und es wird offenbar werden. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.